Mwalimu Lema, karibu sana. Bado ilikuwa na mazingira ambayo ni tata kiasi cha nyie kuamua kuacha kushiriki kusaini zile kanuni. Kuna ugumu. Ni hivi. Kwanza tunasahau matumizi sahihi ya misamiati. Msamiati wa kwanza tunaouchezea, tunaoubaka unaitwa uhuru. Ya freedom yenyewe hatuijui. Serikali imeamua, ya CCM imeamua kuondoa vionjo vya lugha ndani ya neno freedom, uhuru. Alafu ikatupa kitu kinaitwa amani. Yani wewe usiwe na uhuru lakini umaintain amani. Maana yake utulie. Chochote utakachofanyiwa utulie. Hiyo ndo maana ya uhuru kwa mujibu wa CCM. Sasa kuna kitu kinaitwa independence. Huru. Kule kuna uhuru na hapa huru, independence. Nchi huru inaitwa independent country. Okay. Sasa na tume inayokuwa huru inaitwa independent commission. Independence hapa ina maana kuongezeka. Extension ni nini, Kibona? Kuongezeka. Yani huo uhuru upo kwa wingi, wenye vionjo 6. Na hivyo vionjo ndo tume hiyo inayojiita huru imeandika mpaka kwenye website yake. Sasa hiki ambacho Chadema imefanya nini? Kwa sababu na uhakika kwa vyote tutarudi hapo. Tatizo namba 1 la kuto kusaini kwa Chadema, ambalo watu hawajalichambua, halijaletwa mezani, halijajadiliwa popote, vyombo vyote mpaka huko kwenye social media hawajadili. Kuna kitu kinaitwa mchakato wa kutengeneza maadili ya uchaguzi ya mwaka huo. Yani maadili ya uchaguzi ya mwaka 2025 tutayatumia mpaka mwaka 2030. Sasa mchakato uko hivi. Jambo la kwanza linafanywa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni kuitisha kikao cha vyama vya siasa ambao wanaitwa makatibu wakuu wa vyama vya siasa. Wanakwenda wanakaa kwenye kikao ambacho hicho kikao ni cha kupitia kanuni zilizopita na kuziboresha kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka huu. Wakiisha kuridhika, hapa hicho kikao ni tripartite. Kina vyama vya siasa, kina Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kazi yao si tu kuangalia karatasi, ila ni kuangalia field ni nini kinatakiwa. Alafu ndipo watoke sasa na zoezi linaloitwa kusaini maadili, kanuni za maadili ya uchaguzi ya mwaka huo, na itawekwa jina mwaka huo. Sasa hebu muulizeni mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, muulizeni ni lini aliitisha maoni ya namna ya kuboresha kanuni za uchaguzi za mwaka 2020. Mwalimu Lema, katika maelezo ambayo nimejaribu kuainisha hapa, tume inaweka bayana kwamba ilikutana na wadau hao uchaguzi kwa maana ya vyama mnamo tarehe 1 mpaka tarehe 14 ambapo palifanyika uwasilishwaji wa kanuni hizi. Pengine Chadema mlishiriki, na labda pengine hiki ambacho nakisema wewe ni kipi? Hatukushiriki. Kutokushiriki kwa Chadema ndo kuna kuharibu hicho kikao. Unapomwalika mtu kwenye kikao cha siasa kuhusu uhuru, kwenye siasa kuna vitu vingi, lakini tunataka tubebe aspect moja inaitwa uhuru. Mtu mmoja anatosha kusababisha hawa wengine wote wasitishe mjadala wao, wasitishe zoezi lao, wasitishe project yao. Huyu mtu mmoja ndiye aliyeona mbele kuna mafuriko. Sasa nini hasa lengo la Chadema katika? Ninataka nimalizie hiyo.
vyama vya siasa vinaweza vikawa 100, 200. Kwani Zaire ilikuwa na vyama vingapi? Tena zamani, wakati sisi hatuna zaidi ya CCM. Lakini hoja za taifa ni moja. Hoja za taifa ni moja. Kwa chama kinachotawala kinaweza kikanunua vyama vya upinzani vingi sana, vikawa ni mawakala tu wa kumpetipeti mtawala, kwa sababu wanatupiwa makombo. Wanajiita kabisa mwenyekiti wa chama cha taifa, chama sijui cha nini mikono. Lakini baadaye hapo unamsikia, mimi nimesikia vyama havipungui 3 vinasema mama mitano tena. Wewe ni chama cha upinzani, alafu hupangi kuiondoa CCM madarakani. Sasa wewe upinzani uko wapi? Ndio uhuru wenyewe. Yani wewe upinzani uko wapi? Tutaenda ukiamua siku nataka tutajadili mpaka maana ya uanachama. Sasa tutoke kwenye sitaki tutoke kwenye hilo. Kwa kinachofanya Tanzania tukafikia mahali ambapo chama kimoja cha upinzani kinatoa maoni ya direction, maoni ya mwelekeo, alafu kinabezwa, ni kwa sababu chama tawala kina hesabu idadi ya kura kwenye kuamua hoja badala ya kutafuta facts kwenye kuamua hoja. Ndio ugonjwa uliko namba 1. Ugonjwa namba 2, sisi wa Tanzania tunaamini kwenye kutawaliwa, yani tumekamatwa na roho ya utumwa. Wanaotutawala wana ushahidi wa kutosha kwamba hatuna akili ya kutosha ya kuchambua mambo. La pili, wana ushahidi wa kutosha ya kwamba hata tukiona tunaonewa vipi, tutanyamaza kama kondoo, hatuwezi kufanya chochote. Na la tatu, wana ushahidi kwamba vyombo vya dola havina uwezo wa kuamua kutenda kazi zake kwa uweledi na kuiachia CCM ipambane yenyewe, ikutana na Chadema yenyewe huko field, vyombo vya dola. Ndio maana hata msajili wa vyama vya siasa anaamua kabisa, anaonyesha biasness, anaonyesha uCCM wake. Dickson, wewe unaonaje uamuzi huu? Nafikiri kuna project kubwa ya Chadema ambayo tunaijua, mkakati operation ya no reforms no election. Sasa nimemsikiliza kaka yangu Rema kwa muda mrefu. Nafikiri ana mawazo yake yanaonyesha doubt, kukosa imani na mfumo wa uchaguzi wa Tanzania. Na kama Chadema inakosa imani na mfumo wa uchaguzi wa Tanzania, hata chombo chenyewe ambacho ni tume, Chadema hawana imani na tume ya uchaguzi. Kwa hiyo chombo hiki ndo kinaita vyama vya siasa, ndo kinaratibu michakato yote, wao hawana imani nacho. Lakini kwa habari ya msimamo wa Chadema, ukifuatilia siasa za Tanzania, Chadema ni chama kikubwa, Chadema kina watu wengi. Ukifuatilia matokeo ya 2015, achana na haya ya 2020 ambayo ni questionable, ukifuatilia mikutano inayoendelea sasa hivi ya Chadema, ni kundi kubwa la watu. Kwa hiyo viongozi wa nchi unapaswa kuwasikiliza watu wengi wanasema nini. Na Chadema sasa wanasema kwamba jamani, hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi na hali hii. Experience ya 2019, experience ya 2020, experience yani uzoefu 2024 imetoa somo kubwa kwa Chadema. Kwa mfano, nimemsikia mwenyekiti wa Chadema akisema watu wetu wanauawa nyakati za uchaguzi. Tuna invest kwenye uchaguzi, tunaweka rasilimali, lakini mchakato wa uchaguzi ndio unakuwa hivyo. Kuna malalamiko ya wizi wa kula ambayo hayajawa addressed. Kwa Chadema kama kundi kubwa wanaona
hatuwezi kuendelea na mchakato mwingine. Tuna shaka, hatuna imani na mfumo mzima wa uchaguzi, una kasoro. Tunataka urekebishe kwanza. Ndio maana ya reforms. Sawa. Tufanye reforms. Kwa hiyo Chadema kuchukua mwelekeo mwingine ambao wameuchukua kama kundi kubwa lenye ushawishi, lenye influence, mtu ambaye, chama ambacho watu wengi wanakisikiliza, watu wengi wako nyuma yake, kuna impact kwenye taifa. Kwa hiyo inabidi sasa serikali au wadau mbalimbali au tume ya uchaguzi au wanaohusika watege sikio, wasidhalau.